Hiyo nguvu ya Mungu bado unayo? Bado imekaa kwako? Una hasira na mtu, hiyo nguvu ya Mungu bado unayo? Wewe kosa dogo tu, maneno 1000, wakati inatakiwa tumwombe Mungu atufundishe kukaa kimya. Hata Biblia ukisoma usiwahi kujibu mambo mengine, tafakari kwanza kabla hujatoa nini. Sasa wewe mtu hajafika mwisho umeshaanza kuongea. Unajua mwisho angemaliza na nini? Kama alikuwa anamaliza na samahani, kama angemaliza na samahani, si mngemaliza vizuri? Sasa bado yuko kati. Wewe umewaka petroli, umeshaacha na kiberiti. Dawa ya moto ni moto. Si kweli. Wanasema jibu la upole kubadilisha ghadhabu. Mtu akija juu, hata juzi ile tulisema, mtu akija juu wewe ukanyenyekea, hata kama kuna watu wengi, yule aliyekuja juu atamuona kichwani kimefanya nini? Utaanza kusikia, mbona angefuata kistaarabu angeongea vizuri tu. Umeelewa? Mbona angeenda kistaarabu wangeamaliza? Sasa kulikuwa na haja gani ya kwenda hivi? Mtu mwenyewe anaonekana hana hata shida. Amen. Kwa hiyo usipoteze nguvu ya Mungu kwa sababu ya mambo madogo madogo tu. Miili hii inapita na miili hii inashindana na nini? Na roho. Na tukisema mambo ya mwili tuyaweze kuyatimiza, hatuwezi. Kwa sababu nataka niseme kitu kimoja. Unapofanya biashara, pesa zikaongezeka, si unatanua miradi? Hautanui miradi? Si ndio? Utakuwa na duka la nguo pale, utakuwa na duka la nini vyakula, si ndio? Kwa sababu mtaji na dhambi ni hivyo hivyo. Unaanza na moja. Maana kuna wengine huwa wanaanza kama kujaribu kuvuta sigara. Sawa? Anavuta hiyo inakorea, inazaa kunywa nini? Pombe, bangi, hizo sawa. Inakorea na zote. Ukishaanza kunywa pombe, ikikolea lazima ukaingia kwenye uzinzi tu. Ndio? Itakolea, utakolea. Yaani maana ya mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake kuna cheni utapita mpaka unafikia mauti wako. Kwa sisi wadada au ninyi wadada, maana mimi sio mdada, sio? Sasa baada usema na yeye amegeuka kuwa mdada. Kwa nini wadada? Unaanzia kumshawishi. Wewe kila siku unavaa nguo moja, nilisema hivi. Unaanza kusema basi mimi nitakuwa na wadanganya wanaume, sio? Wanakuhonga hivyo, wanakuhonga, unakimbia, lakini kuna siku tu utanaswa. Sawa? Umenaswa, ulianza kama uongo ili kujinufaisha, kujipendezesha. Si ndio? Unanaswa na mimba inashika. Simezaa. Ile mimba nitaonekanaje? Nitoe. Jamani, ukikimbilia kifo hapo. Kwa sababu ni mangapi? Kupona au mshahara wa dhambi ni bali kalama ya roho ni sawa. Kwa dhambi unavyoifanya unaanza kidogo, mwisho wa siku unakomaa, inazaa dhambi zingine nyingi. Maana unavuta sigara na kupeleka kwenye bangi na kupeleka kwenye ukabaji, mwisho wa siku ujambazi mkubwa. Mwisho wa siku ujambazi mkubwa anasema twende huko, tunatumia silaha, unakutana na wenye silaha. Wanakutumbua huko. Biashara zimefanya nini? Biashara zinakuwa zimeisha. Kwa sisi wa hapa Kaseni, sisi washirika wa Kaseni, tutambue kwamba njia zetu ziko wazi mbele ya macho ya nani? Hivyo tujitahidi sana kutenda yaliyo, tutembee katika matendo, tusichoke kutenda wema. Kwa sababu muda wetu umekwisha. Tuachane na mambo ya usingizi. Tutoke kwenye usingizi. Tufanye kazi ya nani? Tena kwa moyo. Nimewahi kusema hivi, unajua kuna mwingine anaokoka. Anapookoka anajiona kwamba yeye sio mtumishi wa Mungu. Mtu yoyote aliyeokoka ni mtumishi wa nani?
Kazini kwako pale kuna watu wanakuja, si ndio? Tena kuna wengine wanakuja wao ndio wanakushirikisha mambo ya kimungu. Kwani hujapata nafasi ya kushuhudia hapo? Ila jamaa wangu hapa Biblia tusielewa. Huyo mtu ni mlevi, baki kwake, ugomvi, nini, usikia kitu kichafu kwa kwake. Hapa Biblia mimi naona inatudanganya. Hajakupatia mwanga wewe kuingiza neno la Mungu. Lakini hatuwezi. Kwa sababu gani? Lile andiko la kaeni ndani yangu na maneno yangu yakae ndani, hivyo mtaomba lolote nami nitafanya nini? Hapa unaweza kukuta leo tunasoma neno. Tutasoma neno tena Jumapili, si ndio? Tena kuna wengine Biblia ndio wanazitafuta Jumapili. Hapana. Unajua ukila chakula cha mwili unakuwa, si ndio? Hata kidogo hivyo. Sasa roho itakuwaje? Roho itakomaaje pasipo kujifunza maneno ya kimungu, pasipo kula chakula cha kimungu? Tutafute faragha na Mungu. Amina. Tutafute faragha. Kuna kitu kimoja hatujajijua. Biblia inatupa uhuru kabisa sisi. Nisomee Ufunuo 22:11. Ufunuo sura 22 mstari wa 11. Mstari wa 11 imeandikwa, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Na azidi, ina maana umepewa uhuru. Kama wewe ni mdhulumaji, pambana kabisa. Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Ndio. Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Ndio. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Na mtakatifu na azidi. Sasa kwa nini tuchanganye? Nimeshatupa uhuru. Wewe upande mmoja. Uchague upande mmoja. Wewe unachagua upande upi? Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Tukichagua wote kutakasika, kama nilivyokuja kusema, hatutatumia nguvu kubwa. Hatutahangaika hata kwenda kushuhudia. Matendo yatawavuta watu kanisani. Matendo yetu yatawavuta watu. Wewe umeokoka, unaoyafanya hata yule jirani yako anasema hata mimi hiyo siwezi kufanya nini? Atakufuata. Wewe umefanyaje? Umeokoka. Inawezekana kila siku unafunga, kila Jumatano unafanya nini? Lakini tukikutafuta kwenye matendo, hata yule mpagani anasema mimi siwezi kuwa kama. Sasa hawezi kuwa kama wewe, anaweza kumfuata. Tubadilike. Tubadilike. Tusiue nguvu ya Mungu ndani yetu. Kwa sababu tukiabudu kimazoea, tukiabudu kimwili, hakuna tuendako. Roho anasema na wewe ni yuko kimwili. Wewe huingii rohoni hata mara moja. Kwenye wiki huna hata siku moja ya faragha na Mungu wako. Kwenye mwezi huna hata siku moja ya faragha na Mungu wako. Wewe kila siku uko kazini. Ukiulizwa masuala ya Mungu, unasema hauna, sina nini, sina muda. Nilisema asiye na muda ni marehemu peke yake, kwa sababu kila kitu anapangiwa. Wewe nani anakupangia? Si unapanga mwenyewe. Kesho nitaamka, nitaenda, nitaenea, nitapikia watoto, nitamfulia mume wangu nguo, kifika saa ngapi nitaenda kwenye kikundi, saa ngapi niende nikanyoshe nywele zangu, nifanye nini, nitafika usiku hapo nitaandaa chakula. Unakosaje muda wakati unaupanga mwenyewe? Marehemu ndio hana muda, kwa sababu sisi anapokufa tunawaza kesho ndio tukamweke mochwani, si ndio? Kesho tumpeleke, tunakuja kujadili hii, tutamzika baada ya siku 4. Yeye hana habari hiyo, hana huo muda, hajui tutamzika baada ya siku ngapi. Sasa tumweke kwenye sanda tu peke yake au tumtengenezee na jeneza? Kwani yeye anashiriki? Anashirikishwa? Ni sisi ndio tuna muda, yeye hana. Sasa wewe unaposema hauna muda, muulize jirani yako, na wewe hauna muda? Anasemaje? Mshangilie Bwana hapo. Sisi tunao muda. Amina. Sisi tunao
Ni swala tu la kujipangilia kwamba shughuli zangu leo nitazifanya. Ikifika saa 1 nafunga shughuli zangu, naingia faragha na Mungu wangu muda wa saa 1. Nikimaliza faragha na Mungu wangu naendelea kufanya mambo. Basi kutwa nzima nimetingwa, nitamaliza kazi saa 3 usiku, ila nikioga nikimaliza kula by saa 5 naingia faragha na nani? Na Mungu wangu mpaka saa 6. Kwa hiyo ukifika saa 5 unakuwa mwaminifu, unaenda kuongea na Mungu wako mpaka saa 6, then unakuja kujikumbusha risali 1. Unapata hasara risali 1, kumwachia Mungu risali 1. Kuna kitu hatukijui. Unajua kitu gani? Tukiwa wazima hivi, sawa? Tena sio wazima, tukiwa na uhai hivi. Maana kuna watu wana uhai ila hawana uzima ndani yao, si ndio? Tukiwa na uhai hivi, uhai hauna itirafu. Sawa, na ratiba nyingi. Lakini vipi ukiwa umelazwa hospitalini? Unakuwa unawaza neno gani? Mtu akikuletea habari za hela hospitalini, umelazwa, unamuelewa? Umelazwa, mtu anakuletea habari za yaani mipango ya hela, tena mikubwa. Wakati huo umetundikiwa jibu, unakuwa unamuelewa? Sasa tunakosaje muda na Mungu? Tunakosaje kumpa faragha na Mungu? Tunakosaje faragha na Mungu wetu?